majina naitwa Fatma Saidi Abdullah, ni daktari wa wanyama na Ruhubi Clinic. Tupo hapa Kisauni kwa ajili ya ukaguzi wa nyama. Kama tunavyojua, zoezi la uchinjaji linaendelea kwa sababu ya Eid al-Adha. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya ukaguzi wa nyama ili kuhakikisha kwamba tunapata nyama safi na salama. Na zoezi hili tumeanza toka asubuhi ili tuanze ule tunasema uchunguzi wa awali kwanza, kama kuna maradhi yote tunaweza tukadetect, lakini pia sasa hivi tunachokifanya ndio tayari antemortem, sasa tunafanya postmortem, ukaguzi wa ndani kwa ajili ya kuilinda jamii na maradhi mbalimbali yakiwemo haya zoonotic disease ambayo ni maradhi mabaya yanaweza kutoka kwa mnyama na kuja kwa binadamu. Kwa jina naitwa Zehra Karimzam kutoka Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Idara ya Maendeleo ya Mifugo. Tuko hapa katika taasisi moja ambayo inachinja leo hii kwa ajili ya sadaka ya Eid al-Adha, na tunaendelea na zoezi hili la ukaguzi kwa sababu Idara ya Maendeleo ya Mifugo tumerudishia jukumu la ukaguzi wa nyama. Kwa hiyo tunapita kila eneo ambalo umekuja kuripoti na tunasikia kwamba wanachinja siku ya leo kwa ajili ya kutoa sadaka. Tunapita kuhakikisha kwamba wataalamu wapo wa ukaguzi, lakini vile vile zoezi linaendelea katika mazingira ya usalama ili kuweza kutoa nyama iliyo bora kwa afya ya mlaji. Zoezi linalofuata hapa tunapoendelea ni ukaguzi wa nyama, na kama unavyoona ndugu mtangazaji, hivi ni viungo vya ndani. Kwa hivyo baada ya kukagua viungo vya ndani pia kuna ukaguzi wa nyama. Hapa tunakagua, hili ni ini ambalo tunapasua na kukagua na kuangalia kwamba ndani kuna minyoo, kuna fashiola, kuna cyst, unaangalia na surface pia ini hakuna cyst. Hii ni moja ya ukaguzi wa nyama. Kwa hivyo viungo vya ndani kuna ini, kuna spleen wanaita wengu Kiswahili, pia linakaguliwa. Unafanya palpation, unaangalia hakuna mabadiliko yoyote. Unakagua, kuna figo pia unakagua. Kwa kufanya palpation unakagua na kuangalia. Ziko safi kabisa, ziko salama. Tunaendelea na ukaguzi. Şimdi 21 tanesini kestik. Birazdan devam edeceğiz. Malum buradaki diğer meşatlar malum. Ni muhimu sana viungo vya ndani vyote kukaguliwa kabla ya kuruhusiwa kutoka. Jina langu naitwa Ramadhani Juma Ramadhani. Kwa nafasi yangu ya ukaguzi wa nyama, mimi ni Chief Meat Inspection Officer. Kwa hiyo tuko katika eneo la Kisakasaka, eneo ambalo sio rasmi la kuchinjia kutokana na uhaba wa machinjio katika kisiwa chetu, hasa katika siku hizi za sikukuu. Tumeamua kupanga utaratibu maalum watu wachinje, lakini kwa usimamizi maalum. Hata kama mazingira hayaruhusu vizuri, lakini tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu tutoe nyama iliyokuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu. Na ile eneo lina ng'ombe 196. Tunatarajia kuchunja leo wote na kuwapasisha kuangalia afya zao. Tumeangalia jana jioni kabla ya kuchinjwa, tunaita antemortem inspection, na leo tuko katika postmortem inspection. Mpaka sasa hivi tuna ng'ombe hapungui 40 wameshapasishwa ambao wanafaa kwa kuliwa na binadamu, isipokuwa changamoto ndogo ndogo, baadhi ya viungo, kwa mfano maini kama 4 mpaka sasa hivi yamefeli kutokana na minyoo ambayo ipo kwenye maini. Lakini mambo mengine madogo madogo kama masuala ya bruises, yani maumivu wakati wa kusafirishwa, pia tuna trim zile sehemu na tupa. Mambo mengine yanaendelea. Hapa unakata kwenye muscle hizi, tunaita intercostal muscle. Intercostal muscle tunaangalia Cystecas bovis. Cystecas bovis ni mnyoo ambao mtu pia unampata, ambao tunaita Taenia saginata. Kwa hiyo tunakata huku tunaangalia. Unaangalia kwenye intercostal muscle zote, alafu unageuza upande wa pili. Unaangalia kwenye active muscle, trapeze brachii, muscle hii hapa ya mkono wa mbele, unakata sehemu mbili, unaangalia, alafu unakata tena sehemu ya pili na huku unaangalia, unajiridhisha kama iko sawa. Unakata prescapular lymph node, unaangalia kama imevimba au haijavimba. Pia tunaangalia hao Taenia saginata ambao ni CB au Cystecas bovis larva stage, adult stage ipo kwa binadamu tunaita Taenia saginata. Kwa hiyo hapa iko salamu, hana tatizo hilo, inafaa kuliwa. Na tunaangalia upande wa pili, lazima ujiridhishe na upande wa pili vile vile, unaangalia kote hamna kwa sawa. Unaangalia prescapular lymph node kama imevimba.
Hii lymph node unaangalia kama imevimba au imefanya usaha jipu, unabidi uitoe na ujue ufuatilie sehemu nyingine. Kwa nini imefanya jipu hii? Ufuatilie sehemu nyingine vile vile. Pengine kuna matatizo kama TB au majipu mengine pia yapo, au infection zote zipo. Pia unaangalia kama kawaida, unaangalia tena intercostal muscle. Unaangalia na kuangalia. Kwa hiyo huyu yuko salama. Pia tunaangalia mguu wa nyuma. Hii ilikuwa miguu ya mbele, roba ya mbele. Miguu ya nyuma tunaangalia lymph node, popliteal lymph node. Ipo katika misuli ya nyuma. Misuli ya nyuma ambayo kuna msuli huu na huu, semimembranosus, semitendinosus. Hii ndio tendon. Kwa hiyo unakata katikati hapo na unapasua. Unaangalia cystic bovis vile vile, lakini unaangalia hii popliteal lymph node kama imevimba, hii haijavimba, iko normal, kwa hiyo iko salama vile vile. Na huko vile vile unafanya kama ulivyofanya huko, unakata, unaangalia popliteal lymph node, una incise, haijavimba. Kwa hiyo huyu nyama iko salama kwa matumizi ya binadamu. Japokuwa mazingira yenyewe hayaridhishi sana ya mambo ya kuweka usafi, lakini ndo kwa sababu ni siku ya sikukuu na hatuna jinsi, lazima tuje tuangalie nyama kama inafaa au haifai ili kuokoa maisha ya wanadamu.